Jumapili, wakati kama sasa hivi, siku kama hii ya leo, utapokea baraka, na baraka utapokea mtoto ambao ulikosa miaka yako yote. Uliitwa tasa, wakakuita majina, wakakuita majina mbaya, wakaona wewe ni mzee. Wewe ukapokea mtoto. Mtumishi wa Bwana anasema leo, pokea mtoto, pokea neema yako, pokea kibali yako. Mimi nasema leo, wewe bado nikaribisha mtumishi wa Bwana ndani ya nyumba yako, ndani ya maisha yako, ndani ya chochote unafanya, ukasema ya kwamba wewe Bwana nakupokea leo. Najua ya kwamba iko siku Bwana atakulipa. Ni sasa hivi wakati wa Bwana kukulipa inafika. Inaitwa appointed time. Na ninasema ya kwamba appointed time ikifika, utatoka, utafanya kazi zako, ukienda baraka zako. Hakuna yeyote atitapu. No one can stop you in the presence of God. Hakuna yeyote atasimama katika baraka zako. Na Bwana anaenda kutumana leo. Nasema leo, mtumishi wa Bwana ashatabiri, anasema mwaka inakuja unaenda kupokea mtoto. Mtu wake inakuja, inaitwa appointed time. Ni wakati inafika wako kubarikiwa. Ni wakati inafika kubarikiwa. Ni wakati wako inafika. Ni wakati wako inafika wakupokea mtoto wako. Wakati wako inafika. Nasema leo, watakutafuta, utatoka njia hii. Wakikuja hivi, baraka zako utasimama nazo. Maana Mungu anakuletea. Na chochote Mungu anakuletenga katika maisha yako akipoteangi, maana inaletwa na Bwana. Na hata ikipotea, Bwana atakuregeshea katika mikono zako. Tuendelee, mtumishi wa Bwana. Lakini mwanamke huyo akasema, la hasha, Bwana wangu, mtu wa Mungu wa kweli, usinidanganye mimi kijakazi wako. Hata hivyo mwanamke huyo akapata mimba na kuzaa mwana wakati huo huo mwaka uliofuata, kama Elisha alivyomwambia. Bwana Yesu apewe sifa. Nini nasema ya kwamba vile mtumishi wa Bwana, ili mtumishi wa Bwana vile aliyeitwa mama, mwaka inakuja wakamke akapokea mtoto. Maana huyu mtoto aliahidiwa na Mungu kupitia nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nikakwambia kwamba kuna mambo mengi sana uliomba katika maisha yako, lakini ukiomba, uliomba sana upokee, milango zilifungwa. Ukaomba sana, milango zifunguliwe, lakini leo unapokea baraka zako. Tuendelee, mtumishi wa Bwana. Hata hivyo mwanamke huyo akapata mimba na kuzaa mwana wakati huo huo mwaka uliofuata. Yes. Kama Elisha alivyomwambia. Yes. Mtoto huyo akakua, na siku moja alitoka kwenda kwa baba yake. Yes. Aliyekuwa na wavunaji. Bwana Yesu apewe sifa. Likakandala babaya. Inaitwa dhamana. Wewe unajua kile ulitamani katika maisha yako. Unajua maono ambayo ulionayo katika maisha yako. Unajua kule unataka Bwana akupeleke. Lakini maono yako ukiambia mtu mwingine hatakuelewa. Hata kuona wazimu. Wewe unasema mwaka inakuja, nataka maono yangu Mungu anipee kibali. Huyu mtu atakuona wazimu. Lakini kuambia leo, wewe ndio uliye na maono. Wewe ambaye Mungu aliyeka maono katika maisha yako, tumikia maono yako. Tumikia nyota yako. Bwana apewe sifa. Tumikia nyota yako. Tunasemanga anayejua uchungu ya mtoto ni mama. Anayejua uchungu wa mtoto ni mama.
Hivi ndo neno nasema. Sasa Biblia inasema ya kwamba wakati mtumishi wa Bwana alitabiri mama apokee mtoto, Bwana apewe sifa. Mama alipokea mtoto kulingana jinsi Mungu alimtabiria. Bwana apewe sifa. Mimi nasema leo huyu mtoto, wakati familia kulikuwa na mavuno, bado sisi tunavunanga mwezi wa 8, mwezi wa 9. Mimi nasema leo mtoto akatoka akaenda kwa shamba, anaambia dadi, nasikia kitu kinaniuma, nasikia niko mgonjwa. Lakini ninasema leo baba akushughulika. Punguza sauti kidogo. Bwana apewe sifa. Baba akushughulika, akachukua mtu mmoja ambao alikuwa na yeye katika shamba wakivuna mahindi, anaambia anaita mama, mtoto ni mgonjwa. Ndio maana nakwambia leo, tumikia maono yako. Wewe ambao unajua kile unapitia, tumikia maono yako. Mimi nasema leo, wakati kibali ilishuka kwa mwanamke, lakini mtoto ni mgonjwa. Mtoto anaenda wapi? Anaenda kwa shamba, anaambia dadi, I'm very sick. Lakini baba elewi. Nasema leo, baba elewi mtoto ni mgonjwa, baba elewi mtoto anaumwa, baba elewi mtoto anaumia. Lakini leo, ninasema leo, ile mwaka tunana kwa mtumishi akaambia nana, chukua mtoto pelekea mama. Wakati alichukua mtoto akafika kwa mama, ninasema leo mama aliangalia mtoto akaanguka. Mtoto alikuwa mgonjwa, baba hakuelewa. Lakini leo mtumishi mama Maria anasema ya kwamba tafanya nini mtoto wangu, tafanya nini leo, tafanya nini leo ili mtoto wangu aweze kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka Mungu anakuahidi, lakini leo baraka inaondoka. Lakini ninasema leo mama akukata tamaa, akaambia mtumishi wake, mama akaambia ule mfanyakazi wake, leo ni siku ya kwamba kazi ambayo nilifanya lazima nilipwe jinsi inatakikana. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Bwana apewe sifa. Tuendelee. Alikuwa akimwambia baba yake, kichwa changu kinauma. Jamani, kichwa changu kinauma. Ndipo baba yake akamwambia mtumishi, mbebe mpeleke kwa mama yake. Basi akambeba na kumrudisha kwa mama yake. Naye akakaa kwenye mapaja ya mama yake mpaka adhuhuri, kisha akafa. Basi akapanda na kumlaza kwenye kitanda cha mtu wa Mungu wa kweli. Akafunga mlango na kuondoka. Sasa akamuita mume wake na kumwambia, tafadhali mwagize mtumishi mmoja aje kwangu na punda moja, ili niende haraka kwa ule mtu wa Mungu wa kweli na kurudi. Lakini mume wake akasema, kwa nini unaenda kumuona leo? Si mwezi mpya wala Sabato. Hata hivyo mwanamke huyo akasema, mambo yote yako sawa. Basi akaweka matandiko juu ya punda na kumwambia mtumishi wake, kaza mwendo, usipunguze mwendo mpaka nitakapokuambia. Basi akaenda kwa mtu wa Mungu wa kweli kwenye mlima wa Karmeli. Mara tu mtu wa Mungu wa kweli alipomuona kutoka mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, ndiye yule mwanamke Mshunamu anakuja. Tafadhali kimbia
ukutane naye na kumuuliza, je, umzima? Je, mume wako ni mzima? Je, mtoto wako ni mzima? Mwanamke huyo akasema, mambo yote yako sawa. Mwanamke huyo alipofika kwa mtu wa Mungu wa kweli mlimani, mara moja akamshika miguu. Yes. Ndipo Gehazi akamkaribia ili amsukume mbali, lakini mtumishi wa Mungu wa kweli akasema, mwache, kwa maana ana uchungu mwingi sana. Yes. Na Yehova amenificha jambo hilo na hajaniambia. Ndipo mwanamke huyo akasema, bwana wangu, je, nilikuomba mwana? Je, sikusema usinipe tumaini la uongo? Mara moja akamwambia Gehazi, jifunge mavazi yako kiunoni, chukua fimbo yangu mkononi mwako, uende, ukikutana na yote usimsalimu, na yeyote akikusalimu usimjibu. Yes. Nenda uiweke fimbo yangu juu ya uso wa mvulana huyo. Ndipo mama ya mvulana huyo akasema, kwa hakika kama Yehova anavyoishi na kama wewe mwenyewe unavyoishi, sitakuacha. Kama hiyo Gehazi akaondoka na kwenda pamoja na mwanamke huyo. Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mvulana huyo, lakini hapakuwa na sauti yoyote wala dalili yoyote. Basi akarudi kukutana na Elisha na kumwambia, mvulana hakuamka. Elisha alipoingia katika nyumba hiyo, kisha hapa, mtumishi wa Bwana, nilikuambia kwamba, msikilizaji, ni si wakati ambayo unatumikia maono yako. Maono yako ukipea mtu mwingine ataelewa nini unataka katika maisha yako. Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu akutendee nini? Unataka kwenda wapi? Watakuelewa kwa sababu kile ulio nacho ni wewe na Mungu. Kwa napewa sifa. Nikakwambia kwamba ukikaa katika nyayo za Bwana, ile baraka ambayo inataka kuondoka, Jehova anaenda kuirekesha. Ule ambao anatoka kwako, Jehova anaenda kuirekesha, maana wewe ulipokea baraka kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Najua kwamba uko pale nyumbani unateseka ya kutosha. Ile baraka ambayo ulipewa inaondoka katika mkono mwako, lakini unashindwa utafanya aje ili hiyo baraka irudi tena. Na kuambia kwamba Jehova anatumana leo. Jehova anasema ya kwamba niliyokuwekea ndani mikono zako, shetani ana uwezo na mamlaka kuiondoa. Na ninasema leo, mtoto akakufa, ule alitabiriwa na mtumishi wa Bwana. Mama alilala, alishinda na mtoto kama namshikilia tangu jioni mpaka asubuhi. Mtoto anakufa. Baraka zako zinaenda. Wewe ambaye ulisimama na Bwana, wewe ambaye ulisimama na Jehova, ulifanya kazi ya Bwana, baraka zako zinaenda, lakini baraka zako zinarudi. Bwana pewe sifa. Baraka zako zinarudi leo. Juma, kwa sababu gani nasema zinarudi? Kwa sababu ule Mungu alitumia baraka zako kufika. Unajua kule alipo, natoka naenda kuhubiri Injili. Hata kama naenda Ulaya, najua kwamba utapata nafasi, utanifuata mpaka Ulaya. Unakuja kuniambia kwamba ile baraka ambayo ulinipea, baraka inaenda. Ile nguvu ambayo uliniwekea, nguvu inaenda tena. Lakini urekesho katika maisha yako, urekesho katika maisha yako. Nini nasema leo? Mama akaambia mzee, nitafutie punda niende mlimani. Nikaenda kumtafuta mtumishi wa Bwana, na mzee anamuuliza kwamba ni mwezi mpya, mbona unaenda kutafuta mtumishi wa Mungu? Mama anajua uchungu ile alipitia,
Na mimi nakwambia leo, ijalishi ni wapi tutaenda, tutafika, kwa sababu tunajua kile tunaendea. Tunajua kile tunaendea. Bwana Yesu apewe sifa. Ijalishi ni uko umbali kiasi gani, tutafika huko ulipo. Chochote unafanya kama sio mimi ukafanikiwa, tutafika kule ulipo. Hiyo injili ambayo unahubiri na ulinitabiria, tutafika. Nini nasema leo? Mama akachukua mtumishi akamwambia kwamba tunaenda kule mlimani. Kule nasikia mtumishi wa Bwana hapo kule mlimani anahubiri injili. Mtumishi wa Bwana kule anaenda kuhubiri injili. Nasema leo, ijalishi kama gani tutatumia, lazima tufike kwa mtumishi wa Bwana. Biblia inasema leo, huyo mama akasema ya kwamba tunatoka, tunaenda na tunaenda kukaza mwendo katika barabara. Tutasimama pale popote, tutaenda, tutatembea, hata kama ni miguu, tutafika kwa mtumishi wa Bwana. Neno nasema leo, wakati alikuwa barabarani wakienda, kuna ule alimuona, ule alikuwa